Mimi ni Mr. Afcon. Kama umeshajaribu kuona kazi zangu mbalimbali tunazozifanya, tupo kwa ajili ya kuitengeneza Afcon yetu. Tupo kwa ajili ya kuhamasisha Afcon yetu. Tunasema Afcon Tanzania na Afcon Kenya na Afcon Uganda na Afcon. Afcon lazima tujiandae, tunaipokeaje? Vijana tumeamua kuipokeaje Afcon? Ndio maana mimi nimejipa kazi kuwa Mr. Afcon. Kuanzia sasa tunafanya kazi zote zinazohusu uhamasishaji juu ya Afcon. Kwenye usafiri tumejiandaje na Afcon 2027? Tumejiandaje kuipokea Afcon? Kwenye vyakula vya utamaduni tumejiandaje kuipokea Afcon? Je, watu wetu wa utalii, mbuga zetu za wanyama, vituvutio mbalimbali vya utalii, mmejiandaaje kuipokea Afcon ili ije kukuza uchumi wetu? Watu wa bodaboda, mama ntilie, watu mbalimbali wenye maloji, wenye magesti, wenye mahoteli, mmejipangaje kuipokea Afcon? Tuwe tayari, na mimi ndio balozi wako Mr. Afcon. Tutakuwa tunazungumza, lakini kitu cha kwanza ni Afcon lazima tuunge mkono kile kinachofanyika na juhudi zinazofanyika kwa ajili ya jinsi ya kujiandaa na kuja kuipokea Afcon. Kitu gani leo nataka kuzungumza? Nina vitu kama vitatu tu hivi juu ya mpira wetu. Jambo la kwanza, jana tumeshuhudia timu kadhaa zimecheza mechi za ligi kuu, na ikiwemo jana imecheza mechi ya kwanza saa moja ilikuwa ni Yanga dhidi ya Namungo pale Ruangwa, mechi ambayo imeisha kwa goli 1-0, goli la penalti ambalo ameshinda Depu. Na mechi ya pili ilikuwa Simba dhidi ya Prisons, wamechezea pale Dodoma, na mechi ilimalizika kwa ushindi wa magoli 2, Simba ameshinda. Lakini ninachotaka kuzungumza hapa ni story ambazo zimeibuka juu ya ushindi wa hizi timu mbili. Kitu gani ambacho nataka kuzungumza ni kwamba unajua, imefika hatua sasa hivi ligi yetu kwa wachambuzi wanavyoizungumza imekuwa kwamba ni ligi ambayo haistahili Simba na Yanga kufungwa, hawastahili kutoa sare, wanastahili kushinda tu peke yake. Hii ni kitu ambacho hakitengenezi taswira nzuri ya ligi yetu, hakitengenezi muonekano mzuri wa ligi yetu, kwa sababu tunatengeneza mazingira yani ionekane inapoingia mechi ya Simba na Yanga, klabu ambazo zinastahili kushinda kwenye hiyo mechi ni Simba na Yanga. Jana Namungo dhidi ya Yanga, inasemekana Yanga wamecheza mpira mbovu kuliko siku zote. Yaani kwamba wachambuzi ndio wameona hivyo. Yaani vituo vingi, maoni ya watu wengi wa mpira eti Yanga imecheza mpira mbovu, lakini hawataki kuwapa credit timu ya Namungo kwa kucheza vizuri, kwa kuwaheshimu Yanga. Tukumbuke Namungo ina wachezaji wazuri. Namungo hii ina kocha mkubwa, kocha ambaye ameshaifundisha Simba kwenye mechi za klabu bingwa hatua ya makundi. Huyu Mgunda tunayemuona, kwa nini tunashindwa kumpa credit hata Mgunda basi, kwamba sawa ameshindwa kutengeneza mpango wa kushambulia, basi Mgunda ameweza kutengeneza mkakati wa kuzuia. Kuna watu wameshindwa kuizuia Yanga, hata kuzuia hata chini ya magoli 2. Watu wamekula goli 5, watu wamekula goli 4, watu wamekula goli 3. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tutengenezeni tabia ya kuheshimu wapinzani wanaokutana na Simba au Yanga. Yanga vile vile wana mipango yao, umeona bwana. Lakini leo ukisikiliza watu, Yanga amecheza mpira mbovu. Kwa nini tusiwaheshimu Namungo? Tuseme Namungo amecheza vizuri. Okay, swali la pili linakuja kwamba Yanga wamepata penalti, sio penalti. Namungo amenyimwa penalti. Sawa, lakini ifike wakati pia tuheshimu hawa waamuzi, lakini tuheshimu na maamuzi yao. Tukumbuke hawa pia ni binadamu. Yaani haiwezekani hizi timu zinapaswa kushinda zenyewe tu. Leo Yanga akicheza na timu nyingine, mashabiki wa Simba wote wataizungumzia, watahamia ile timu nyingine, kwa sababu anahitaji ile timu ishinde, labda Yanga apoteze point. That is normal. Lakini tunapokuja kwenye swala la waamuzi, tujaribuni jamani kuwaheshimu waamuzi,
tuwapeni credit, kwa sababu hakunaga waamuzi ambao wamekamilika kwa asilimia hizo kama tunavyozungumza. Lakini maamuzi akishatoa maamuzi, ibaki kuwa yameshatoka maamuzi. Sawa, tunaweza ukazungumza, lakini sasa isiwe ndio inaonekana kwamba sisi hatuna kabisa waamuzi. Cha ajabu sasa hivi mechi nyingine iliyofuata ilikuwa ni Simba dhidi ya Prisons. Umeona bwana, Simba ameshinda goli 2, lakini watu wanaanza kuzungumza, Simba ameshinda goli 2, ile goli moja ni la penalti yenyewe ya Kapombe, si kama kawaida yake. Wengine wanasema Simba hawashindi bila set pieces na nini. Hapana, tuheshimu mpira, tuheshimu na wapinzani. Umeona bwana, Prison na wao wamefanya kazi yao vizuri. Referee ameamua kulingana na jinsi alivyoona na situation ya mchezo jinsi ilivyo. Kwa sioni sababu ya kuanza kuwalaumu. Leo tunatengeneza mazingira, muamuzi yoyote wa Tanzania anayechezesha mechi ya Simba na Yanga, yaani muamuzi anayechezesha mechi ya Simba na Yanga ili awe salama, Simba ashinde kwenye hiyo mechi atakuwa yuko safe, au Yanga ashinde kwenye hiyo mechi atakuwa safe. Lakini ikitokea Simba kafungwa au Yanga kafungwa, ndio maana kuna waamuzi wengi wamefukuzwa. Waamuzi wengi sasa hivi hawachezeshi mpira, ni kwa sababu tu walichezesha mechi ya Simba na Yanga, mmoja wapo akapoteza au mmoja wapo akatoa sare kwa makosa madogo madogo. Umeona bwana? Kwa hiyo hii sio taswira nzuri. Tujaribuni kutengeneza mazingira, tukubaliane kwamba tunao waamuzi wetu wazuri na ndio waliofikisha ligi yetu hapa. Lakini pia Simba na Yanga ni moja kati ya timu 16 ambazo zinashiriki kwenye ligi. Kwa hiyo tunapaswa kuheshimu hawa wote walioingia kwenye ligi kwamba wana uwezo wa kufanya hiyo kucheza vizuri na kuzuia na kushambulia pia. Kwa hiyo tusione kwamba tunaanza kutengeneza mazingira kwamba Simba ndio ana haki ya kushinda peke yake, Yanga ana haki ya kushinda peke yake, hawa wengine ndio timu ambazo zina haki ya kufungwa. Hapo hatuitengenezei ligi yetu mazingira mazuri. Jambo la pili, mimi kama Mr. Afcon nimetazama sana wachambuzi wetu wa Tanzania. Ni kweli kabisa mnafanya kazi nzuri sana, lakini mnachokwaza ligi yetu, mnapenda kuitengenezea mazingira mabovu. Yaani hamtaki kuizungumzia ligi yetu kwa mazuri hata kidogo. Yaani leo ukifungulia redio zote kipindi cha saa 3, yani redio zote za michezo, kila redio inajadili jambo baya tu linalohusu TFF, jambo baya linalohusu Simba, jambo baya linalohusu Yanga, jambo baya linalohusu bodi ya ligi. Hawazungumzii jambo lolote zuri. Yaani ukifungua tu ni kutafuta maskendo. Hili sio jambo zuri. Nilimsikiliza msemaji wa bodi ya ligi Karim Boimanda, alisema, alikuwa anafanya mahojiano na chombo kimoja cha habari. Aliwaambia, jamani, wachambuzi mpo mjini kwa ajili ya kazi hii, basi izungumzieni kwa uzuri ligi yetu. Yaani kuna wakati jaribuni kuzungumza mazuri tu. Sio kila wakati mtazungumza jambo baya, kila wakati tutazungumza kitu hichi kibaya. Kwenye masikio ya watu wanatengeneza kwamba ligi yetu ina matatizo mengi sana kuliko tunavyofikiria. Kumbe sio. Lakini pia ukitaka kuangalia, wachambuzi wote mnaishi maisha mazuri, mnapanga nyumba nzuri, wengine mmejenga, wengine mna magari mazuri kwa sababu ya hii ligi. Hii ligi ndio imewafanya muwe mastaa. Hii ligi inawafanya mnalipwa mishahara mikubwa kwenye vituo vya habari. Ni hii ligi. Kwa nini leo hamtaki kuizungumzia hii ligi kwa mazuri? Kwa nini hamtaki kuibrand kazi yako? Yaani hauoni kama ligi yetu ikiwa kubwa zaidi mkaizungumzia vizuri zaidi? Hamuoni kwamba wawekezaji wanapokuja kuwekeza zaidi ndivyo na nyinyi pia thamani yenu inapanda zaidi? Leo wachambuzi kila akiamka hatafuti habari nzuri kutoka bodi ya ligi, anatafuta kitu gani bodi ya ligi wamekosea, yeye aibuke nacho, aonekane ndio mtu wa kwanza kuzungumza. Huu ni wanaita ni low level ya kufikiri, yani ni low level ya kuitendea haki kazi yako. Alafu kumbuka, uchambuzi ndio kazi yako. Umeona bwana? Kwa hiyo nataka niwashauri mnaoishi kwa kazi ya uchambuzi, please izungumzieni vizuri ligi yetu.
nyinyi ndio mna nafasi ya kuiboresha ligi yetu, ya kuifanya ligi yetu kweli ionekane kama tuko namba 6, basi ionekane kweli tuko namba 6. Pale mnapotakiwa kukosoa, okay, hatusemi kwamba msikosoe, lakini most of the time mmekuwa ni watu ambao wakulaumu, ni watu ambao wakuchochea maugomvi, kwa sababu inaonekana kabisa kwamba vituo vyetu vya habari vya michezo vinapenda matatizo zaidi. Yaani kwamba wanapenda kuona Simba ana ugomvi na Yanga, wanapenda kuona Simba ana ugomvi na bodi ya ligi, Simba ana ugomvi na TFF, Simba wana ugomvi na BMT, Simba wana ugomvi na Yanga. Yaani wanapenda kuona vitu vya namna hiyo. Yaani Simba wana ugomvi na mashabiki, viongozi wa Simba hawaelewani. Yaani sisi ndio tumekuwa tuna entertain mpira wa namna hiyo. Wachambuzi ndio mmekuwa watu ambao mnaonufaika pakubwa sana na migogoro. Umeona? Kwa timu zikiwa zimetulia mnataka kuanzisha migogoro. Timu ikiwa imetulia hivi mnataka kuanzisha mgogoro huu. Kwa mimi kama Mr. Afcon nataka niwaambie wachambuzi, acheni hayo mambo. Tuleteeni taarifa njema za ligi yetu. Hata watoto wanaokuwa wanawasikiliza leo, kila mchambuzi anamsikia na anamkubali. Kuna mtu anaitwa Mwalimu Kashasha. Yaani kila Mtanzania anakubali uwezo wa Mwalimu Kashasha. Kwa nini? Kwa sababu na watu wanapenda wawe kama Mwalimu Kashasha, kwa sababu yeye alikuwa anazungumza mpira, alikuwa anazungumza fact ya mpira, alikuwa anapenda kuyazungumza mazuri ya mpira. Ndio maana watu wakawa wanampenda, kwamba anajua mchezaji huyu ana weakness gani, lakini pia anachambua mambo ya kocha anafanyaje kazi, kuna wakati timu inatakiwa ifanyeje. Lakini wachambuzi wetu mmekuwa kwamba mkiamka tu asubuhi unatafuta tu nani kagombana na nani, simu ni nani kapigiwa simu mbaya. Hiyo sio kitu kizuri. Kwa hiyo mimi kama Mr. Afcon nataka niwaambie wachambuzi wa Tanzania, mnafanya kazi kubwa. Wanasema kongole kwenu, lakini tuiblandi tuiblandi ligi yetu. Ligi ya NBC ndio inayokufanya wewe uwe mjini hapa. Ligi ya NBC ndio inayokufanya wewe watu wakuone bonge la star mtaani, unapita unatamba fulani unaitwa kwa sababu ya hii ligi ya NBC. Kwa hiyo nataka niwaambie mimi kama Mr. Afcon, kuanzia leo pia tuzungumzie Afcon inakuja, tunaizungumziaje, tunajiandaje. Kila redio itengeneze kipindi kinahusu Afcon, tunaizungumziaje, tunakuja kujipanga pangaje. Tunaona ni mbali, lakini sio mbali, tuna miezi kadhaa tu hapo imebaki, Afcon inakuja, tunajipangaje. Kwa hiyo mimi kama Mr. Afcon siku ya leo nilikuwa nazungumza hilo na shauri hilo. Utake ndio hivyo, usitake ndio hivyo, ni ushauri tu, au sio bwana? Kwa video zaidi fuata Kaka TV pale YouTube, tupo tunazungumza mambo mbalimbali, tupo tunafanya vitu mbalimbali. Mimi ni Mr. Afcon, asubuhi, mchana na jioni tuko hapo pamoja. Mr. Afcon TKU, Tanzania, Kenya na Uganda, kombe lazima libaki.